Karibu Tabora, karibu Toronto. Hata baada ya kuanzishwa kwa Dayosisi ya Central Tanganyika mwaka 1927, baada ya kuanzishwa kwa Dayosisi ya Central Tanganyika, askofu wa Central Tanganyika alikuwa anatembea robo tatu ya nchi hii. Alikwenda mpaka Mara, alikwenda mpaka Kagera huko Ngara, alikwenda mpaka Kasulu. Sasa fikiria barabara zilikuwaje wakati ule. Na askofu wa pili wa Central Tanganyika, Willie Jones, alikufa akiwa anatengeneza gari lake. Gari lake lilipata shida, akapiga jeki. Wakati jeki imepanda, gari likaporomoka likamwangukia. Askofu alikuwa ndiye dereva mwenyewe, hakuwa na mtu mwingine. Na kutoka Dodoma mpaka kwenda Kasulu kwa hizo gari za wakati ule ingemchukua siku 3 au zaidi kufika Kasulu. Lakini kazi hiyo ilifanyika na wakaifanya kwa moyo. Askofu Gadi alikuwa ni askofu wa kanisa la Moravian hapa Tabora, lakini alilea pia kanisa hili la Mtakatifu Stefano kwa miaka 8. Askofu Gadi alipougua alirudishwa kwenda kutibiwa Ulaya, na akiwa njiani akafa. Nakumbuka ya kwamba safari na miezi 3 watatembea na mwili wa marehemu ndani ya meli miezi 3. Hawana friji, hawana nini, hawana kitu chochote. Walifanya ibada ya mazishi, wakamrusha ndani ya maji, akaliwa na samaki. Sasa niombe wale mlio kuwepo kwenye ibada ile ya kuanzishwa kwa Dayosisi ya Tabora, niombe msimame tafadhali. Mlio kuwepo hapa Tabora, miaka 37 sio kidogo. Kama tungehitaji wenye umri chini ya miaka 37, karibu nusu au zaidi ya nusu ya kanisa hili wangesimama. Kwa hiyo wengi walioko hapa katika kanisa hili ni wale waliozaliwa baada ya Dayosisi ya Tabora kuzaliwa. Kwa hiyo sio muda mfupi, miaka 37. Nitakuwa na machache ya kueleza kukua kwa kanisa katika maeneo haya ya Tabora. Wakati Dayosisi ya Tabora inaanzishwa, Wakristo walikuwa wachache sana. Hata kanisa kuu lenyewe lilikuwa na Wakristo wanaosali kila Jumapili wasiozidi 150. Lakini hapa mjini Tabora tulikuwa na kanisa ambalo limeanzishwa tayari, kanisa la Milambo Jeshini, ambalo lilianzishwa mwaka 86 na Dayosisi ilianzishwa 89. Lakini ukienda huko vijijini hakukuwa na makanisa. Ungetoka hapa ungekuta kanisa lingine la Nzega ambalo lilianzishwa 81, ungeenda Choma cha Nkola, kanisa la zamani sana lakini likiwa Dayosisi ya Victoria Nyanza, halikuwa Tabora. Na ungeenda Urambo, kanisa la zamani la miaka ya 40 huko, na ungeenda kukuta kanisa lingine kule Kaliwa ambalo limeanzishwa miaka ya 70 karibu na 8 huko. Kwa kutaja wachache tu, niombe tuwakumbuke kwa kusimama tafadhali. Nitawataja kwa majina yao: Reverend Canon Nation Nkugwe, Reverend Canon Julius Hamisi, Reverend Canon Amos Ndelema, Reverend Canon Abel Bahutunze, Reverend Alfred William na Lay Canon John Kaneno. Basi wapumzike kwa amani. Niombe tukae. Hao nimewataja kwa sababu walikuwa ni viongozi tu, lakini walikuwepo wengine wengi Wakristo ambao walijitoa kwa mali zao na kwa nguvu zao kuhakikisha kwamba kazi ya Mungu inafanyika katika eneo hili. Wapo walei Wakristo wa kawaida kabisa, wakina John Muhina ambaye alikuwa ni mkuu wa kikosi 25 Milambo Jeshini, ambaye alitumia nguvu yake kubwa sana, na hasa wakati wa sherehe ya kuanzishwa kwa Dayosisi hii. Alikuwa na uwezo wa kushawishi na kuleta magari ya jeshi, boza yaliyojaa maji kwa kuhudumia shughuli zote za hapa, na wengine wakina Mama Ndoli na wengine wengi ambao walifanya kazi kubwa sana, wakina Mwalimu Elisha. Siwezi kutaja wote, ni wengi mno ambao wamepumzika mbele za Bwana. Kwa hiyo Waswahili wanasema mkiona vinaelea mjue kwamba vimeundwa. Kuna watu waliofanya kazi kubwa kuhakikisha kwamba kazi ya Mungu inafanikiwa. Msingi wa mahubiri ya leo ni Mathayo sura 28, ambapo tunazungumzia uinjilisti. Uinjilisti maana yake ni kueneza Injili. Kiini cha neno uinjilisti ni Injili. Kwa hiyo uinjilisti maana yake ni kupeleka Injili kwa watu wengine. Na Mathayo sura 28 mstari wa 16 na kuendelea, na hasa mstari wa 20, Bwana Yesu analiagiza kanisa. Kwa Kiingereza wanasema ni Great Commission. Hii ni Great Commission, ni agizo kuu. Basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi,
mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha na kuyashika yote niliyowaamuru ninyi, na tazama mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Anasema enendeni ulimwenguni mote mkahubiri Injili kwa kila kiumbe, kwa kila binadamu. Mkahubiri Injili kwa kila binadamu. Mkahubiri Injili kwa Waarabu, mkahubiri Injili kwa Wahindi, mkahubiri Injili kwa Wamasai, mkahubiri Injili kwa Waha, Wanyamwezi, Sukuma, kwa Wachaga na Wafipa na Wanyelamba, na makabila yote yafikiwe na Injili. Enendeni ulimwenguni mote. Wanafunzi wake waliishi katika agizo hili na walitembea sehemu mbalimbali za duniani, na kwa bahati mbaya walichelewa sana kufika katika bara la Afrika. Bara la Afrika lilihesabika kama ni bara la giza, a dark continent. Walihesabu kwamba ni bara la giza, watu wasio na ufahamu, watu wasio na uelewa, watu ambao hawawezi kuamini, watu ambao hawawezi kujua chochote. Mwaka 2007 nilihudhuria mkutano mkuu wa kimataifa wa wainjilisti duniani ambao ulifanyika Cambridge, Pennsylvania, na nilipata nafasi ya kuuliza kwa nini kanisa katika Afrika limekuwa zaidi kuliko mabara mengine. Majibu niliyopewa, wakati wanatuma wamishonari katika mabara mbalimbali, wale wasomi wote walitumwa bara la Asia. Wasomi walitumwa bara la Asia kwa maana ya nchi za na mashariki ya mbali, Japani, China, India na nchi nyingine za Asia. Halafu wale wasiosoma kabisa walionekana watu wa kawaida kabisa ndio waliotumwa kuja kuhubiri Injili katika bara la Afrika. Lakini Mungu kwa njia ya muujiza sana akawatumia hao wasiosoma, hao wenye elimu duni, wakaleta mapinduzi makubwa duniani. Injili ikapokelewa kwa nguvu sana katika bara la Afrika kuliko mahali pengine popote duniani. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini kwa nini walituma wamishonari? Walituma wamishonari kwa sababu ya agizo hili, enendeni ulimwenguni mote. Na kulikuwa na changamoto nyingi sana za kwenda ulimwenguni mote. Hakukuwa na ndege mnazoziona leo, hakukuwa na treni mnazoziona leo, lakini wanaagizwa waende ulimwenguni mote. Usafiri wa zamani uliokuwepo ni usafiri wa njia ya maji, kwa maana ya mashua na maboti yasiyotumia engine, yalikuwa yanatumia upepo. Upepo ukivuma unasukuma kile kitambaa, na walikuwa wakisafiri kutoka Ulaya kuja Afrika, wanatumia miezi mitatu wako njiani wanakuja Afrika. Lakini wanasukumwa na wito huu, enendeni ulimwenguni mote. Mwaka 1799 Waanglikana kule Uingereza walianzisha mission inaitwa CMS, Church Missionary Society. Church Missionary Society, CMS, mwaka 1799, kwa lengo la kuwatuma watu ulimwenguni mote wakatimize matakwa ya Injili, wakatimize agizo hili kuu la Bwana Yesu. Watu walianza kupanda maboti, meli hizo, wakaja katika bara hili lililoitwa bara la giza, dark continent, waje kuhubiri Injili. 1844 Ludwig Krapf alitua Mombasa. Na Ludwig Krapf hakuwa theologian, hakuwa mwanatheolojia, alikuwa Mkristo tu wa kawaida, lakini aliyesomea mambo ya tiba, alikuwa ni medical doctor. Na huyo ndiye missionary wa kwanza kukanyaga ardhi ya Afrika Mashariki. Tukiacha wakina au wengine walipita, walikuwa wanapita kwa shughuli zao, kama mnavyojua 1857 walipita wakina Barton, lakini wakiwa na shughuli zao tofauti. Lakini missionary wa kwanza kwa mpango wa kanisa Anglikana alikuwa Ludwig Krapf, ambaye alitua Mombasa 1844, na akaja na mchumba wake. Walikuwa hawajafunga ndoa. Baada ya miezi miwili mitatu, mchumba wake akafariki katika ardhi ya Afrika Mashariki pale Mombasa. Hebu angalia huzuni hiyo, hebu angalia maumivu hayo. Ndugu zake wote wako Ulaya, lakini anafika, anakaa kidogo, mke wake anafariki, au mchumba wake. Walikuwa naelekea nafikiri kwenye mambo ya ndoa. Ilikuwa ni huzuni juu ya huzuni. Na Ludwig Krapf hakuwa Mwangilikana kwa asili yake. Unajua kanisa, haya mambo ya ubaguzi wa kidhehebu yamekuja hivi karibuni, tena hasa Afrika.
Wycliffe alitumwa na Waanglikana kuja kuwa mishonari, lakini akiwa ni Mluteri. Hata aliyemfuata Rebman aliyekuja miaka miwili baadaye, na yeye pia alikuwa ni Mluteri, lakini walikuja kuanzisha kanisa Anglikana katika udongo wa Afrika ya Mashariki. Walifanya kazi kubwa sana na ngumu kupita kiasi. Lakini agizo hili linamhusu nani? Labda niulize Wakristo wa St. Stephen, agizo hili enendeni ulimwenguni mote, nani anatumwa aende ulimwenguni mote? Nani anatumwa? Agizo hili ni kwa Wakristo wote, wale waliomwamini Bwana Yesu awe mwokozi wao, ndio wanaotumwa waende ulimwenguni pote wakahubiri Injili kwa kila kiumbe. Na lengo la kuanzishwa kwa Dayosisi ya Tabora ilikuwa ni kueneza Injili katika mkoa wa Tabora na wilaya ya Kahama. Wakati Dayosisi ya Tanganyika inawaza kuanzisha Dayosisi ya Tabora, walikusudia Dayosisi ya Tabora iwe na mkoa wa Tabora, mkoa wa Rukwa. Kumbukeni Katavi imezaliwa juzi tu. Katavi ilikuwa sehemu ya Rukwa. Kwa hiyo naposema Rukwa na maanisha ni pamoja na Katavi. Kwa hiyo wakati ule wanataka kuanzisha Dayosisi ya Tabora, kwenye halmashauri na sinodi zilizokuwa zimeamua jambo hilo kule West Tanganyika, walitaka Tabora iwe na mkoa wa mkoa wa Rukwa na wilaya ya Kahama, ambayo kwa sasa wilaya ya Kahama ina wilaya ya Kahama. Walipoanzisha mkoa wa Geita walimega sehemu ya Bukombe na Mbogwe ambazo zilikuwa ndani ya wilaya ya Kahama wakati ule. Kwa hiyo walitaka Dayosisi ya Tabora iende mpaka wilaya ya Kibondo. Kwa hiyo wilaya ya Kibondo, mkoa wa Rukwa na mkoa wa Tabora ziwe Dayosisi moja ya Tabora. Lakini baadaye wakaona kwamba eneo lote hilo ni eneo ambalo linahitaji kufanyiwa uinjilisti, litakuwa kubwa mno na watasumbuka. Kwa hiyo baadaye wakaazimia kwamba ubaki tu mkoa wa Tabora na wilaya ya Kahama. Na wakati huo ulitolewa azimio kuhamasisha vijana katika kanisa wa kujitoa kwenda kuhubiri Injili kila mahali. Na ndipo niliposema walitumwa vijana wengi waende Sumbawanga, vijana wengi waende katika vijiji vya Segwese na vijiji vingine vingi huko kando ya ziwa huko, na wengine mkoa wa Tabora, na mimi nikawa mmoja wa waliotumwa kwenda wilaya ya Kahama. Mimi nikaenda wilaya ya Kahama kuanzisha kanisa Anglikana Kahama. Kwa hiyo kanisa Anglikana Kahama tunapofikiri habari za kuanzishwa dayosisi na kuizindua dayosisi hivi karibuni mwezi ujao, ninayo fahari kubwa sana kwamba ni mmoja wa waliochangia katika kazi ya Mungu katika eneo hilo. Jina la Bwana libarikiwe. Wakati huo mnakwenda kule, mimi na Lucy tulikuwa vijana tu, kwa sababu sisi tulipata neema ya kuoana tukiwa vijana wadogo, miaka 22. Mimi nilikuwa na miaka 22, mke wangu alikuwa na miaka 21 na miezi 6, kwa sababu yeye nimemtangulia miezi 6 kuzaliwa. Na tulikuwa tuna mtoto mmoja tu, Asheri, aliyezaliwa mwaka 85. Kwa hiyo tulipokwenda Kahama tulikuwa mimi na yeye, na tulikuwa wembamba, hatukuwa wanene hivi tulivyo leo. Kwa hiyo tulikuwa wepesi, tukaanzisha kazi pale Kahama. Nimewasimulia watu wa Kahama juzi namna tulivyoanzisha kazi ya Kahama kwa tabu sana. Na mkazo wa kupanda makanisa, sisi tulio kujitoa tukaenda, lakini kulikuwa na Wakristo ambao walihamasishwa watusapoti sisi tuliokwenda. Kwa sababu tuwezi kuinuka wote kanisa lote tukaenda, lakini tunaweza kutuma watu wakaenda. Na ndio maana tunawatuma wale wanaotumwa missionaries, manake wanapelekwa na watu. Kuna watu wanawapeleka, kuna watu wanawasapoti. Tukimpeleka mmoja wewe ukampa baisikeli, manake ni kwamba na wewe umeenda. Tukimpeleka mmoja ukampa mshahara wake hata kwa miezi 3, manake na wewe umekwenda. Na ndivyo hata wale wa missionari walitoka Ulaya walivyofanywa. Ni makanisa nyumbani kwao ndio yaliyoendelea kuwasaidia katika kipindi chote wakiwa katika kazi za Injili huku kwetu. Na walikutana na magumu kweli kweli kuliko tunayokutana nayo sasa sisi. Nimezungumzia habari za usafiri. Hakuwa na usafiri. Hata baada ya kuanzishwa kwa Dayosisi ya Central Tanganyika mwaka 1927, baada ya kuanzishwa kwa Dayosisi ya Central Tanganyika, askofu wa Central Tanganyika alikuwa anatembea robo 3 ya nchi hii. Alikwenda mpaka Mara, alikwenda mpaka Kagera huko Ngara, alikwenda mpaka Kasulu. Sasa fikiria barabara zilikuwaje wakati ule. Na askofu wa pili wa Central Tanganyika, Willie Jones, alikufa akiwa anatengeneza gari lake. Gari lake lilipata shida, akapiga jeki. Wakati jeki imepanda, gari likaporomoka likamwangukia. Hatukuwa hawakuwa wana enjoy kama tunavyo enjoy leo. Mimi nakwenda na dereva wangu,
Gari ikipata shida nakaa chini pale chini ya mti, yeye dereva anahangaika. Askofu alikuwa ndiye dereva mwenyewe, hakuwa na dereva mtu, hakuwa na mtu mwingine. Na kutoka Dodoma mpaka kwenda Kasulu kwa hizo gari za wakati ule ingemchukua siku 3 au zaidi kufika Kasulu. Lakini kazi hiyo ilifanyika na wakaifanya kwa moyo. Askofu Gadi alikuwa ni askofu wa kanisa la Moravian hapa Tabora, lakini alilea pia kanisa hili la Mtakatifu Stefano kwa miaka 8. Askofu Gadi alipougua alirudishwa kwenda kutibiwa Ulaya, na akiwa njiani akafa. Nakumbuka ya kwamba safari na miezi 3 watatembea na mwili wa marehemu ndani ya meli miezi 3. Hawana friji, hawana nini, hawana kitu chochote. Walifanya ibada ya mazishi, wakamrusha ndani ya maji, akaliwa na samaki. Nataka kuonyesha ugumu wa kazi ya Injili, maumivu ya kazi ya Injili. Kazi ya Injili hajawahi kuwa nyepesi hata siku moja. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu anawaagiza watu waende ulimwenguni kote. Na CMS Australia na CMS UK walifanya kazi kubwa sana. CMS Australia, CMS ya Uingereza walifanya kazi kubwa sana ya kupanda makanisa, pamoja na UMCA waliopanda makanisa huko Pwani. Walifanya kazi kubwa sana katika bara hili. Waanzilishi wa vyama hivi vya wamishonari walikuwa Wakristo wa kawaida, hawakuwa maaskofu wala wachungaji, Wakristo tu. Walijiorganize, wakaanzisha vyama vya kupeleka Injili. Na hapa tunamkumbuka John Vem, Henry, William Wilberforce. Wengine wale mliosoma sekondari mnaelewa William Wilberforce ni miongoni mwa wale waliopeleka agenda bungeni kuhamasisha bunge lipige marufuku biashara ya utumwa. Alikuwa Mkristo wa kawaida, lakini miongoni mwa watu walioanzisha CMS. Na John Newton ni tofauti na Isaac Newton. John Newton alikuwa ni Mkristo tu ambaye aliwahi kuwa nahodha wa meli iliyokuwa inabeba biashara ya watumwa. Amazing grace, how sweet the sound that taught a wretch like me. I was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Huo wimbo uliimbwa na John Newton aliyekuwa nahodha wa meli inayobeba watumwa. Na watumwa wakiwa ndani ya meli wanasafiri kwenda Marekani, walikuwa wanaimba wimbo huo kwa lugha ya kwao, na wanahisi ni lugha ya Yoruba, watu wa Nigeria. Akawa na huo wimbo ulimchochea sana, yani ulivuta hisia sana. Kazi ya kupeleka Injili bado iko mbele yetu hata leo. Kuna vijiji vingi sana wilaya ya Sikonge, kuna vijiji vingi sana wilaya ya Igunga, wilaya ya Uyui, huko Nzega, ambavyo bado vinahitaji Injili. Na hii kazi haitafanywa na wachungaji hawa, itafanywa na Wakristo wote, itafanywa na kila muumini. Bwana Yesu amekupa nyenzo za kusaidia kazi ya Injili. Amekupa fedha, amekupa akili, amekupa mali ili usaidie kupeleka kazi ya Injili. Na ni wazi kwamba hatuwezi kwenda wote, lakini fedha zetu zinaweza kwenda. Jina la Bwana libarikiwe. Fedha zetu zinaweza kwenda, mali zetu zinaweza kwenda. Saidieni kupanda makanisa vijijini, ili kesho na kesho kutwa tusiwe na sababu ya kujilaumu kwa nini hatukufanya hivyo, na tulikuwa na uwezo wa kufanya hivyo. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Karibu Tabora, karibu Toronto.